tunashukuru sana kwa ujio wako kuja kuona eneo hili ambalo limeathirika. Taarifa ya wananchi, kamati ya usalama ilikuwa hapa mpaka mwisho wa tukio, na baadaye tulipata wasaa wa kuonana na wahusika ambao walikuwepo na kuwapa pole. Kwa hiyo nikukaribishe sana wewe na kamati ya usalama mkoa ambao umeambatana nao kwa ajili ya kufika hapa kabisa. Kwa kweli mimi nilikuwa sipo, nimehamia Shuno. Nimekuja kupewa taarifa tu kwamba nyumba zinawaka. Nikajitahidi kupiga simu fire, wakaniambia wako njiani. Na baada ya kupata taarifa hiyo kwa haraka sana tulifika eneo hili, na baada ya kufika tulikuta maduka haya tayari yameshika moto na umeshafika kiwango cha juu. Kwa baada ya kuangalia hali halisi, tulianza kupambana na moto kwa haraka sana, na kwa sababu moto huu jinsi ulivyoanza, upande huu wa kulia kuna frame zingine za biashara na upande huu kuna frame zingine za biashara. Kwa hiyo moto mwingine ukawa unasambaa upande huu, mwingine upande huu. Kwa hiyo tulipambana na moto ule kwa kushirikiana, pia tukawaita wenzetu wa Buzwagi wakaja na gari na tukashirikiana tukapambana na moto ule na kuweza kudhibiti ili siweze kuenea kwenye vyumba vingine ambavyo vilikuwa jirani na eneo hili. Tuliweza kufanya tathmini na kugundua chanzo cha moto huo ilikuwa ni nini, na kilichogundulika ni kwamba ni hitilafu ya umeme. Maduka ambayo yaliweza kuungua katika eneo hili kwa maana ya frames ilikuwa ni 6 na baadhi ya samani zake, kwa sababu samani nyingine ziliweza kuondolewa katika eneo hili. Lakini pia tulifanikiwa kuokoa frame 7 na samani zake. Na tunashukuru Mungu kwamba hakukuwa na majeruhi wala vifo katika tukio hili la moto. Tunashauri wafanyabiashara, maofisi, majumbani kuweka vifaa vya awali vya kung'amua moshi kwa maana smoke detector ili kuweza kubaini moto katika stage ile ya awali. Nitumie fursa hii kwanza kuwapa pole sana wenzetu wote ambao kwa namna moja ama nyingine wameathirika na hii changamoto ya moto ambayo ilijitokeza jana usiku. Nilipokea taarifa kuhusiana na changamoto hii ya moto. Kwanza, simu ya kwanza ilikuwa imetoka kwenye mamlaka ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwamba wamepokea taarifa ya maduka au frame za maduka kwamba zimeshika moto, na wakaniambia taarifa za awali ni hizo na hatua ambazo wanaendelea kuzichukua. Lakini simu ya pili nikapata kutoka kwa kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga, kamanda RPC, naye akinitaarifu kuhusiana na tukio hili. Na baada ya hapo nikapokea simu za wananchi kama wawili kwamba kuna taarifa ya moto. Bahati nzuri ni kwamba kwa muda huo tayari wenzetu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji pamoja na Jeshi la Polisi tayari walikuwa na taarifa na hatua stahiki zilikuwa zinaendelea kuchukuliwa. Lakini tukafanya mawasiliano na mkuu wa wilaya ambaye wakati nampigia tayari alikuwa ameshafika eneo la tukio na kuweza kuhakikisha kwa namna gani ambavyo mamlaka husika zinaendelea na kuchukua hatua stahiki. Kwanza nitoe pole kwa wahanga wote ambao wamepatwa na hili tatizo pamoja na mmiliki wa eneo hili. Tunawapa pole kwa sababu tunajua hizi ni pesa. Tunajua mmewekeza kwa ajili ya kujipatia vipato vyenu. Kama alivyotangulia kusema Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba ametoa pole na sisi Jeshi la Polisi tunatoa pole. Lakini kama alivyoongea mtaalamu wa kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwamba chanzo cha moto ilikuwa ni hitilafu ya umeme. Lakini sisi Jeshi la Polisi tuko hapa tangu jana kwa ajili ya kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama. Na tutaendelea kufanya hivyo wakati wote kwa sababu ndilo jukumu letu la msingi la kuhakikisha kwamba tunalinda usalama wa raia na mali zao. Kazi ya kwanza ya serikali, na mimi nikiwa msimamizi mkuu wa shughuli za serikali ndani ya mkoa, ni kuhakikisha kwamba wananchi wetu wana amani, wananchi wana faraja, wananchi wana utulivu. Changamoto kama hii ikitokea, hakuna mtu ambaye anakuwa kwenye hali ya utulivu. Lazima uwe kwenye hali ya taharuki. Kwa hiyo ni wajibu wetu kufika kuja kuhakikishia kwamba tuko pamoja na wewe. Tunakupa pole sana
na tutaendelea kuhakikisha kwamba tuko pamoja, kuhakikisha kwamba changamoto hii inaenda na ikaisha. Nishukuru sana wadau na wananchi wote wa maeneo haya, kwa sababu ndani ya wilaya zetu na hususan wilaya ya Kahama, changamoto kama hizi wakati serikali inaendelea na jitihada, wananchi huwa hawako nyuma. Huu ni umoja, huu ni mshikamano ambao kwa kweli lazima tuendelee kuhudumisha, na lazima tutambue mchango mkubwa ambao wananchi mmeufanya. Kwa hiyo tunashukuru sana majirani na wote ambao mko maeneo jirani kwa namna ambavyo mlijitoa kuhakikisha kwamba janga hili, moto huu unaenda kuzima kwa kushirikiana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa kweli mimi binafsi naishukuru kabisa Jeshi la Polisi, mkuu wa wilaya, tumeweza kushiriki nao mpaka saa 8 ya usiku. Tumefanya nao kazi, wametulindia mali. Kama kuna mali iliyoibiwa ni kidogo sana, lakini wamefanya kazi yao na kwa weledi. Asanteni sana.